hose jewe ndabakunda cyane. Imana ishimwe. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kalinzi oye! Bado sijasikia kina mama. Wanawake oye! Wanaume, wanawake, asanteni sana. Mimi nianze na kumshukuru Mungu aliyeumba mbingu na dunia na kila kilichopo. Tumekutana hapa ni kwa uweza wa Mwenyezi Mungu, sifa na utukufu ni kwake. Lakini kipekee ni washukuru sana watu wa Kalinzi kwa mapenzi mlionayo kwa Kizama yeye. Saizi mngekuwa mnaangalia mpira, saizi mngekuwa kwenye kahawa, mngekuwa kwenye mambo yenu mengine, lakini mliposikia mtoto wenu ninakuja, mmeacha shughuli zote mmekuja. Mimi niseme ndabakunda cyane na Mungu awabariki sana. Amina. Sasa mimi leo nimekuja Kalinzi tena. Toka nilivyochaguliwa mkanipa kura za ushindi nilirudi, lakini nilifanya mkutano wa shukurani pale Mwandiga, wakaja watu kutoka kila kata, lakini nikasema haitoshi kwa mapenzi mlionayo kwa Kizama yeye. Bunge litakapoisha nitarudi tena kuja kwenu kusema asante. Na leo nimekuja kata ya Kalinzi. Nilianza Mkigo, jana nilikuwa Nyarubanda, leo nipo Kalinzi na kesho nitashuka Mkongoro na kata zingine. Wazazi wangu, mama zangu, baba zangu, kaka zangu, dada zangu, kwa unyenyekevu mkubwa sana kutoka kwenye sakafu ya moyo, nimekuja kuwashukuru kwa kura nyingi mlizompa Kizama yeye. Nasema asanteni sana na Mungu awabariki sana. Na shukurani hizi sizitoi kwa chama cha ACT Wazalendo peke yake. ACT Wazalendo peke yake isingeweza kunipa kura za kushinda za kishindo, lakini Kizama yeye nimepewa kura na CCM, nimepewa kura na Chadema, nimepewa kura na Kafu, NCCR, ACT wenyewe na wasiokuwa na chama. Wote kwa pamoja nasema asanteni, ni kwa sababu mlikuwa na imani na Kizama yeye. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana watu wa Kalinzi bila kujali itikadi zetu za chama. Na ninawaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa, maendeleo yetu siku zote huwa nasema hayana chama. Changamoto tunazopitia leo, ukizungumzia barabara ya Kalinzi Mkabogo mpaka Kuitanga kule Milinzi, hawapiti watu wa Chadema na ACT peke yao, tunapita vyama vyote. Maana yake tunahitaji kushikamana, tutatua changamoto zetu, maendeleo yetu kwanza, vyama baadaye. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Diwani. Mungu akubariki sana. Ulikuwa unaumwa, umetundikiwa drip, la ungeweza kusema ni mbunge wa upinzani siendi, lakini kwa sababu maendeleo yetu kwanza, Kalinzi yetu kwanza, umekuja na sindano mkononi. Mungu akubariki. Na mimi nikuhakikishie tutashirikiana kwa pamoja. Nitasukuma gurudumu la bajeti bungeni kuibadilisha Kalinzi, tupate Kalinzi mpya. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kalinzi, mimi mguu wangu leo kuja kwenu nimekuja kushukuru. Na nyote kama mnafuatilia bunge, nilipokuwa bungeni kwa mara ya kwanza, niliposimama mwezi uliopita, sikuacha kuiambia serikali juu ya changamoto zinazowakabili watu wa Kigoma Kaskazini, tukiwepo watu wa Kalinzi. Na amesema mzee wangu mzee Sendwe na waliopita, Kizama yeye nilipotoka bungeni kwa mara ya kwanza, kwa sababu kiu yangu ni kutatua changamoto, niliwaambia wakati naomba kura, Kizama yeye sitaki ubunge kwa sababu nipate maisha mazuri. Maisha mazuri ni kadari ya Mungu, naweza nikauza nanasi na Mungu akitaka atanipa maisha mazuri.
lakini nilitaka ubunge ili niende bungeni. Huwa namchekesha mwenyekiti wangu, huwa namwambia kwa Kiingereza, Kizama yeye nataka ubunge cause I want to be the voice of the voiceless. Nataka kuwasaidia watu wa Kigoma Kaskazini. Na Kizama yeye nilipotoka bungeni nikafika kwa kutambua changamoto za watoto wetu kukaa chini. Kizama yeye nilitoa milioni 40 tununue madawati tulete kwenye shule zetu watoto wasome na wasikae chini. Kwa hiyo Kizama yeye nipo kwenye ubunge. Kiu yangu miaka 5 ni kuona nimewasaidia watu wa Kigoma Kaskazini. Ya kesho anajua Mwenyezi Mungu, kwa sababu nani anajua ataamka kesho kati yetu hapa. Kwa hiyo tuishi kwanza miaka 5. Tushirikiane tuibadilishe Kalinzi yetu miaka 5. 2030 Mungu ndiye atakayejua. Mungu anampangia kila mwanadamu. Kwa hiyo tuishi sasa. Mimi natamani tushirikiane tutatue changamoto. Najua kina mama niliwaahidi. Moja ya changamoto ambayo nimewaambia hata bungeni kwa wale mnaosikiliza, huduma ya afya. Huwezi kuwa na taifa bora kama haujatumisha huduma ya afya. Na nikawaambia Rais ametuambia tunakwenda kwenye bima ya afya bure, si ndio? Bima ya afya bure. Nimewakumbusha serikali, hiyo bima ya afya iwafikie watu wote bila kujali hali ya mtu. Kwa sababu leo bima unaweza ukatuambia 150,000, mimi nitakuwa na uwezo nao, lakini yuko mtu hana uhakika wa kula milo 3, hawezi kuipata 150,000. Kiu yangu ni kuona watu wote Kigoma Kaskazini, Kalinzi, Tanzania tunapata huduma bora ya afya bure. Na nikawapa solution. Inawezekana tukiamua katika pato la taifa kila mwaka tukatenga 5.2, tutahudumia watu milioni 11 kwa mwaka. Tunaweza kabisa kuwatibu wa Tanzania bure. Kwa hiyo ninatambua swala zima la afya. Ninajua kina mama mnavyohangaika wa Matazo hamna zahanati. Najua mnavyohangaika kwenda kujifungua kule Matazo, lakini hata barabara kama ujauzito siku zimefika unaweza ukajifungulia barabarani. Kwa hiyo mimi niwahakikishie, juzi nilikuwa na watu wa Ruwasa. Nimekaa nao zaidi ya masaa 4 tunajadili nini tufanye tutatue changamoto ya maji katika jimbo la Kigoma Kaskazini. Najua hata hapa Kalinzi bado kuna maeneo shida ya maji ni kubwa. Kwa hiyo mimi niseme kuweni na amani wazazi wangu, mrelaksi. Mmepeleka mbunge mwenye akili timamu ambaye kazi yangu ni kuishauri serikali, kuielekeza, kuishawishi na kibidi hata kuikosoa kwa maslahi ya wanakalinzi na wanakigoma na Watanzania wote. Kwa hiyo ndugu zangu kina mama, niliwaahidi mkiona Kizama yeye amekuwa mbunge, yale mambo ya beba beseni, njoo na mpira, njoo na wembe, mpaka kibana kitovu cha mtoto, wakati tulipaswa tuvipate hospitali, itakuwa mwisho. Na nimewaambia bungeni, waziri mkuu akasimama na waziri wa TAMISEMI wakatoa tamko kwamba kuanzia sasa wanawake wasiambiwe beseni wala mpira. Lakini sio kweli, bado mnapeleka vigagala vya mabeseni, si ndio? Kwa hiyo mimi nitaendelea kuikumbusha serikali kwamba kina mama wa Kalinzi bado wanaambiwa wapeleke hivyo vifaa, havipo zahanati. Lakini kwa kuwa Kizama yeye ni mkweli, nikiahidi ninafanya, Ijumaa ya wiki tunayoanza kesho nitakuwa na gawa mabeseni, mipira, wembe, gloves, pamba kwa kina mama wajawazito wote watakaojifungua kuanzia mwezi huu mpaka mwezi wa 12. Na baadaye tutaendelea kuwa tunafanya. Wakati naendelea kuiambia serikali, lakini na mimi nitaendelea kuwaletea vifaa.
Sawa sawa kina mama? Kwa hiyo msiogope kuzaa kwa sababu ya gharama za uzazi. Kalinzi oye! Lakini nataka niwahakikishie Kizamayeye, najua watu wa Kalinzi ni wakulima. Ninajua kuna mgogoro wa bonde Mshunuzi na nilishaanza kulifanyia kazi. Hili nimeshaanza kulifanyia kazi. Nimeongea na mkuu wa wilaya na nitakwenda kuongea na waziri. Ndugu zangu wa Kalinzi, wengi sio kama Wachaga wakwe zenu kule kwa mme wangu Uchagani. Wale wanategemea maduka, si ndio? Lakini sisi maduka yetu ni yale mashamba ya pale Mshunuzi. Tafsiri yake ni kwamba asubuhi mtaamka, mnakwenda Mshunuzi kutafuta chakula cha watoto. Na leo mnaambiwa mpeleke maharage na mahindi shuleni kama chakula cha watoto. Kinatoka wapi kama Mshunuzi mmezuiliwa? Kwa hiyo mimi nitakwenda kujenga hoja kwa Mheshimiwa Waziri wa Ardhi kwamba watu wa Kalinzi, kama tumeona sokwe zina umuhimu kuliko wao, mmeamua wapishe bonde la Mshunuzi, wapeni fidia waende wakatafute mashamba mengine, si ndio? Kwa sababu leo kama mtu amelima miaka 20 mpaka ni kijana ana mvi, unakuja kumwambia ondoka usilime tena, anakula wapi? Maharage na mahindi ya watoto wetu shuleni yanatoka wapi, wakati ndiko mnapotegemea kuyapata? Kwa hiyo mimi nitakwenda kujenga hoja kwa Mheshimiwa Waziri wa Ardhi kwamba hili bonde kama kweli wameamua muondoke, kila mwenye shamba alipwe fidia, aende akatafute eneo lingine alime chakula na watoto. Kwa hiyo hilo nawaahidi, ondoeni hofu, na tunakwenda tarehe 14 tunaanza bunge la bajeti. Hiyo ni hoja ambayo nitaibeba kidedea mpaka nione wazazi wangu wa Kalinzi, aidha mbaki muendelee kulima ama mpewe fidia mkatafute mashamba mengine. Lakini jambo lingine, kesho nitakuwa ofisi za TARURA. Nimeanza na maji jana, kesho nakwenda TARURA. Nataka kujua ni kwa nini barabara zetu za vijijini ni kama matuta ya kupandia viazi, na ndizo wengi mnategemea kupita kwenda shambani na kutoa mavuno shambani kuleta sokoni. Kwa hiyo kesho nitazungumza na TARURA ili waniambie changamoto ni nini. Lakini nataka niwahakikishie barabara ya Kalinzi ile inayokwenda hospitali tutaichonga ikae vizuri. Kama hawana mafuta TARURA ya kwenye magreda, mimi nitatoa pesa yangu tuchonge barabara. Lakini natambua tuna barabara hii ya Mkabogo inayokwenda mpaka Kuitanga, na yenyewe kesho nitapata majibu yake ni kwa nini barabara haipitiki. Lakini wanaokaa Milinzi, najua kuna barabara inatokezea Mkongoro. Nataka niwahakikishie TARURA watuambie ni lini wanaichonga. Lakini kama watasema hawawezi kuchonga, niwahakikishie hata kwa kuwalipa watu pesa tutawapa waichonge, muweze kupita Milinzi mtokezee Mkongoro. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kalinzi, Kizamayeye, lengo langu ni kutatua changamoto za wananchi. Nataka miaka yangu 5 mbaki mnasema aliwahi kupita mwanamke mbunge kwa mara ya kwanza, alifanya mabadiliko katika kata ya Kalinzi, na inawezekana kabisa tukaleta mabadiliko. Lakini natambua baba zangu, mama zangu, babu zangu, babu yangu mwenyewe Mzee Mayeye mpaka anakufa analima kahawa toka ni kijana mpaka anazeeka. Lakini natambua zao la kahawa bado halijawanufaisha
inawanufaisha vizuri wakulima, kwa sababu mnalima kwa shida, lakini kwenda kuuza mnapangiwa bei na wanunuzi. Kwa hiyo hili ni moja ya jambo ambalo na kwenda kwenye bajeti nitaweka hoja kuiambia serikali na waziri wa kilimo, tuwasaidie wakulima wa Kalinzi, tuwe na variety ya wanunuzi na sio kutegemea mnunuzi mmoja anayetupangia bei anazotaka yeye. Kwa hiyo mimi niwaambie, natamani kuona wakulima, baba zangu, shangazi zangu, babu zangu, kahawa inawanufaisha. Tuwe na wanunuzi wengi, tusitegemee mtu mmoja. Wakija wanunuzi hapa 20-30, nyinyi mtaringa na kutoa bei mnazotaka kwa sababu wanunuzi ni wengi. Lakini akija mmoja atawabana na mtauza kwa bei anayotaka yeye, kwa sababu mna njaa, mnataka msomeshe watoto, mnataka mnunue viatu vya watoto, lakini ukweli haiwalipi. Lakini natambua lipo jambo moja, mbolea ya ruzuku. Mbolea ya ruzuku naambiwa inatolewa kwa mtu mmoja, si ndio? Tena kwa namba. Lakini kuna vyama vya ushirika, hawa wanapataje mbolea? Hizi zote ni hoja ambazo na kwenda kuzijenga kwa waziri wa kilimo, na ninaamini atanielewa, atanisikia. Lakini mwisho kwenye kahawa, natamani miaka yangu 5 tuwe na soko la pamoja la kahawa. Watu wakusanyike, wauze kahawa zao. Watu wanaotoka maeneo mbalimbali waje kwenye hilo soko wanunue kahawa na kwa bei mnazozitaka nyinyi. Haya yote tukiweka mikakati na mipango, na waambia inawezekana. Na Kizama yeye niko tayari kushirikiana na wakulima wa kahawa, hata kutafuta masoko kutoka nje ya nchi, waje wanunue kahawa yetu kwa sababu ni bora.